Tukisema ni asante kwa wema wako, maana umekuwa Mungu mwaminifu. Tunakushukuru Ebeneza kwa wakati mfalme wa falme uliyetuunganisha mahali hapa ili tukaweze kusikia kutoka kwako Bwana. Baba, ukaweze kunena nasi mfalme wa falme adhuhuri ya leo. Tunakutarajia Jehova Bwana Mungu wa rehema, ni kwa sababu umesema hujaandaa meza kabla hujaona wenye kukula mfalme. Tuko mahali hapa Ebeneza, ukatupakulie sawa sawa na mapenzi yako. Asante ni kwa sababu wewe ni Mungu unayeweza. Unaweza yale yote yameshinda mwanadamu. Asante mfalme, ni kwa sababu wewe ni Mungu. Tunakukaribisha mahali hapa mfalme, ukaweze kuwa pamoja nasi mfalme, tukialika hata uwepo wa Roho Mtakatifu akaweze kuwa mwalimu wetu adhuhuri ya leo. Asante ni kwa sababu unaweza, na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba hata na kuamini. Amen. Tukaweze kuketi chini ili tukaweze kusikia neno la mchana wa leo. Praise God. Amen. Hallelujah. Adhuhuri ya leo nimeokoka, Kristo ni Bwana. Amekuwa kimbilio, amekuwa tumaini. Nimemwona akiwa Mungu katika maisha yangu. Ninamshukuru ni kwa sababu hata kunifikisha mahali hapa imegharimu mkono wake. Praise God. Asante. Karibuni. Wale wako manyumbani tunawaalika mkaweze kuwa pamoja nasi ili tukaweze kubarikiwa pamoja. Hallelujah. Adhuhuri ya leo nataka tukaweze kujifunza ni nini inaweza kutuzuia ili tukaweze kukua kiroho ama tukaweze kukomaa kiroho. Hindrances to spiritual growth. Ni nini inaweza kutuzuia ili tukaweze kukomaa kiroho? Ni mambo magani kama sisi wa Kristo
Tumekuwa tukikuja mahali hapa kila siku. Tumekomaa kiroho, tumegrow. Ni kwa sababu tumekuja kumtafuta Mungu. Ni nini naweza kutuzuia ili tukaweze kukomaa kiroho, ili tukaweze kukua kiroho? Praise God. Tujifunze siku ya leo yale mambo yanafanya tusikomae kiroho kama watoto wa Mungu. To change the ways, ile maisha tunapoishi ndio itaweza kutufanya tukakomae kiroho. Katika zile njia tunapoenenda kama Wakristo, tusilejee katika ile mambo ya kitambo, ili tukaweze kugrow, ili tukaweze kukomaa kiroho. Tunaenda kuangalia ni vitu gani hizi zinaweza kutufikisha hapo, tukaweze kugrow kiroho, kukua kiroho, kukomaa kiroho. We should seek heavenly things. Tunafaa tukachunguze ama tukatafute mambo ya kingdom ya mbinguni, ama tukayatazame mambo ya mbinguni, tukayatafute mambo ya mbinguni. Praise God. Dipoza tukaweze kukua kiroho. Na ni mambo gani kama hayo? Kitu moja ya kwamba itatufanya tukakomae kiroho kama watoto wa Mungu, kama Wakristo. Kitu cha kwanza ni love. Wakati tunapopendana, neno la Mungu linasema ya kwamba Mungu ni upendo. Na kama tunatafuta mambo ya kiungu, ama tunataka tukamjue Mungu zaidi, lazima tuwe Mungu ni upendo. Hiyo ni kitu cha kwanza cha kukuonyesha kama hauna upendo, bado haujagrow, bado haujakomaa kiroho. Haleluya. Ni wakati wetu tukatafute kile kitakachotufanya tukaweze kukomaa kiroho. Tuzuie hale mambo ambayo yanafanya tukose kukomaa. Praise God. Another thing is hope. Wakati uko na tumaini na Mungu, wakati uko na tumaini na mambo ya mbinguni, hapo umekomaa kiroho. Kama hauna tumaini, haujakomaa kiroho. Ni kwa sababu uko na shaka na ule Mungu ambaye unamwamini. Haleluya. Hiyo ni kitu kingine ambacho kinaweza kukufanya ama kukuzuia ukakomae kiroho, wakati umekosa tumaini. Ingine ni faith. Lazima uwe na imani ndani yako. Imani, ukaamini Mungu, ukaamini kwamba kunaye Mungu. Praise God. Wakati unaamini ya kwamba kunaye Mungu, yani umetamani kujua ya mbinguni. Ukijua ya mbinguni, unajua kunaye Mungu ambaye anaishi mbinguni, naye uko na tumaini na yeye. Uko na that hope, uko na faith, uko na imani ya kwamba kuna Mungu ambaye tunayemwamini, ambaye tunayetegemea. Praise God. Na hiyo tunaweza angalia katika kitabu cha Colossians 3:1-3. Colossians 3:1-3. Tusikie kama kuna kitu kama hiyo. Seeking what is above. Think the above. Mawazo yako, unawaza ya mbinguni, unawaza yale yaliyoko mbinguni. Praise God. Kwa sababu pia mawazo, wakati utakapokuwa unawaza tu mambo ya ulimwengu, mambo ya kidunia, hakuna vile utakomaa kiroho. Haleluya. Kama sisi ni Wakristo na tunataka tukaweze kukomaa, kugrow in that faith, kugrow spiritually, lazima tukaweze kubadilisha mawazo yetu. Haleluya. Tukabadilishe mawazo yetu, tukaweze kuwaza mambo ya mbinguni. Haleluya. Mambo ambayo yanamtukuza Mungu. Tukatafute neno la Mungu likaweze kukaa ndani yetu. Haleluya. Nani amefungua tusome Colossians 3:1-3. Amen. Umesikia ya kwamba mawazo yetu tukayaweke wapi? Tukawaze ya mbinguni. Tukayatazame ambao yanatoka mbinguni. Haleluya. Diposa tukaweze
kugrow, yani kukomaa kiroho. Haya ni mambo ambayo yanaweza ikatuzuia kukosa kukomaa kiroho kama wana wa Mungu. Wakati hatutasami mbinguni, wakati hatuwazi mambo ya mbinguni, wakati hatuwazi mambo ya Mungu ama neno la Mungu, wakati hatutafuti neno la Mungu. Haleluya. Lazima tusik neno la Mungu, tulitafute, tulishambue ili tukaweze kukaa ndani yetu. Wakati mwingi tutakapokaa bila kuwaza mambo ya Mungu, tutapotoka na tutatoka katika njia za Mungu. Praise God. So, washa tuone ni nini nyingine inaweza kufanya tusikomae kiroho ama hindrances. Ni nini inaweza kutuzuia? Kitu cha kwanza ambacho ni cha muhimu sana cha kufanya wewe ukaweze kukomaa kiroho ama kenye kinaweza kukuzuia kukomaa kiroho ni lack of prayers. Wakati umekosa maombi, usi expect kukua, kwa sababu the more you pray, the more you grow spiritually. Praise God. So the more we pray, the more we grow spiritually. Kwa hivyo wakati tunaomba, wakati tunapenya kwa maombi, ama wakati ule tumekaa ndani ya maombi, tunaendelea kukomaa kiroho. Haleluya. Mungu akaweze kutusaidia tukaweze kukomaa, tutoke katika utoto wa kiroho, tukomae, tutafute neno, tukajiweke kwa maombi ili tukaweze kuyajua yaliyo sirini mwa Mungu. Praise God. Jeremiah 33:3 inasema aje? Call unto me. Huyo ni Mungu anasema, call unto me and I will answer you. Kwa hivyo wakati tuko kwa maombi, tunafanya nini? Tunamuita huyu Mungu, na ametuambia tukamuite. Tunamuita kwa njia gani? Tunamuita kwa kuomba. Wakati unapoomba, si ndio unaita Mungu? Si ndio mnanena na Mungu wako? Anakuambia call unto me and I will answer you and show you great and many things which and mighty things which you do not know. Kwa hivyo wakati tumekomaa ama tumeingia kwa maombi, tumekomaa kiroho, Mungu anatuambia tutakapomuita atatuitika na atatuonyesha mambo ambayo ni makubwa, hata yenye hatuwezi tukajua, hata yenye hatutarajii. Praise God. So tukombae, tutamani kukomaa kiroho, tuondoe those hindrances that are hindering us to grow spiritually. Praise God. Tuondoe those hindrances, tupendane, tuwe na upendo katika Kristo, tuwe na hope, tuwe na tumaini kwa Mungu, tuwe na imani na huyu Mungu. Praise God. Another thing, lack of Bible study and meditation. Meaning, wakati unakosa kusoma neno la Mungu, kulistudy neno la Mungu, hakuna siku utakomaa tena kiroho. Kwa sababu kama hauna neno ndani ya rohoni, uko nini? Uko na kitu? Hauna. So ndiposa ukaweze kugrow spiritually, bado kuna neno likaweze kujaa ndani yako. Haleluya. Tukaweze kulijua neno, kulitafuta na kulimeditate. Wakati unasoma neno, unalitafakari, ukaweze kuyajua mahusia ya Mungu, ukaweze kujua mapenzi ya Mungu, ndiposa nawe ukaweze kukaa jinsi Mungu anavyotaka ukaweze kukaa. Hallelujah. Praise God. Tuondoe hindrances zile zinatuzuia tukaweze kukomaa kiroho. Hallelujah. Through the studying of the scripture we learn. Wakati tunaposoma neno la Mungu, kuna kuelewa na kuna kusoma. Tunasoma nini katika neno la Mungu? Linatufunza kuishi katika maisha ya Kikristo. Linatufunza kukaa jinsi Mungu anavyotaka tukaweze kukaa. Praise God. As a child of God, as a Christian, when you read the word of God, when you meditate the word of God, when you stay as the word, kuna kusoma na kuna kukaa jinsi Mungu anavyotaka. Praise God. Tukakomae kiroho, tukatamani kukomaa kiroho ili tukaweze
kufunuliwa yale yaliyo sirini mwa Mungu. Praise Jesus. A divine nature of God tutaijulia wapi? Kwa kusoma neno la Mungu. Mungu tutamtabua aje? Kwa kusoma neno la Mungu. Tutamjua Mungu aje? Kwa kusoma neno lake. Hallelujah. God's spiritual guidance to godly living. Kuna ile kuelekezwa kiroho na kuishi katika maisha ya yani kuishi kimungu. Kuishi kikristo, yani kuishi mapenzi ya Mungu. Inatoka wapi? 2 Timothy 2:15. Be diligent to present yourself nisomeni. Sina miwani ya kusoma, please. Read for me. Timothy. 2 Timothy chapter 2:15. Use the mic, please. Second Timothy chapter 2 verse 15. Study to show yourself approved unto God, a workman that needs not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Yes. Yangu ilikuwa inasema be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed. Umesikia? Mtu ambaye atakaye fanya kazi ya Mungu mwenye hata aibika. Si kweli? Wakati umekuwa mfanyi kazi wa Mungu, haufai kuaibishwa. Ni kwa sababu utakuwa umekaa jinsi Mungu amekuelekeza. Lightly dividing the word of truth. Na ukakae katika ukweli. Praise Jesus. When you grow spiritually. When you grow spiritually, praise Jesus. Mungu atusaidie tukakumae kiroho. Tukaondoe mambo ya ubinadamu as Christians. Tukaondoe mienendo ya kale yenye tulikuwa kabla hatujua Mungu. Praise Jesus. Ili tukaweze kuwa na utofauti na wale ambao hawajamjua Mungu. Praise God. Tuwe na utofauti. Tusikue watoto wa kilo. Tuliokoka miaka iliyopita 3-4, but you remain the same. Unafanana na yule tu ambaye anaokoka siku ya leo. Hallelujah. Mwenye aliokoka 2 years ago na mwenye anaokoka saa hii, spiritually you are not the same. Wewe kuna kasafari umeenda ya kiroho. Usitamani kukaa tu pale. Tamani kukua, na utakuwa kulingana na vyenye utafanya kazi. Utatamani kuyajua ya mambo ya mbinguni. Utatamani kulijua neno la Mungu. Praise God. Utakuwa kulingana na wewe mwenyewe vile utakavyo tamani. Praise Jesus. Another thing, lack of fellowship with other believers. Wakati hatuna ushirika na Wakristo wenzetu, hatukomai kiroho. Si ni kweli? Wakati umeokoka na unakaa tu peke yako, hautajua wokovu, hautakuwa. Lazima ukue na ushirika na wenzako wale ambao wameamini kama wewe, ili mkaweze kukuuzana katika neno, katika maombi. Praise God. Kwa hivyo ushirika wa believers unafanya watu wakaweze kugrow, watu wakaweze kukomaa kiroho. Hallelujah. Mimi ninakumbuka wakati niliokoka, nilikuwa naendanga kwa mashirika. Na wakati nilikuwa naenda, nikisikia fellowship naenda, ninashiriki. Hapo ndio nilianza kujua kuna kutoa ushuhuda. Na wakati nilikuwa sijaokoka, singesimama nikaweze kusema nimeokoka, nisimame mbele yatu nikatoe ushuhuda. Kwa hivyo nilikuwa na nikajua kuna kutoa ushuhuda na kuna maneno inatoka. Ni kwa sababu nimesoma na wengine, praise God. Nimekuwa kupitia that fellowship. Nikajua kuna kusoma maandiko. So, kama hakuna fellowship, na tumeanza mashirika ili tukaweze kukomaa kiroho, praise God. Tukaweze kushiriki na waumini wengine. Ukiwa peke yako hauwezi ukagrow spiritually. Kwa sababu kuna mambo hautaelewa ama hautajua. Ile ninajua mwenzangu ajui.
naye yenye anajua mwingine hajui. Tunaelimishana kupitia ushirika, tunainuana kupitia ushirika. Praise God. Kwa hivyo kugrow kiroho, kukua kiroho, kukomaa kiroho, kuna kuelimishana katika ushirika, kuna kuinuliwa katika ushirika with other believers. Praise God. Without fellowship with the light people, it can be difficult to grow spiritually. Pia hapa kuna ushirika mwingine. Wakati utakaposhiriki na wenye hawajaokoka, hakuna kukomaa kiroho. Si utakomaa upande huo mwingine, utagrow upande huo mwingine wale ambao hawajaokoka. When you have the light people around you, such people edify, build and encourage you in the Lord. Wakati utakaposhirikiana na wale ambao ni watu wameokoka kama wewe, hapo kuna kugrow, hapo kuna kuelewa, hapo kuna kutiana moyo. Watu natiana moyo katika kuenenda katika ushirika wa the light people, wa watu ambao wanafaa. Wakati unaenda kushiriki na watu ambao hawajaokoka na wewe umeokoka, you expect kubadilishwa, you expect kukomaa na mambo zingine zenye si za Kikristo. So wakati unatafuta fellowship, tafuta ni fellowship ya aina gani as a Christian. Tafuta ni marafiki ya aina gani as a Christian unaenda na wao. Praise God. Diposa ukaweze kukaa jinsi Mungu anavyotaka, ukaweze kukomaa kiroho. Hallelujah. Fellowship. Tushike ushirika, tukaweze kukuuzana sisi wenyewe katika neno, katika upendo, katika imani, tukaweze kukomaa with the light people, with the light fellowship. Praise Jesus. May God help us. Tukaweze kukomaa kiroho. 1 Corinthians 15:33. Do not be deceived. Evil company corrupt good habit. Kwa hivyo tena kuna company, marafiki. As a Christian, ni marafiki gani? Ni marafiki wa gani mnaenenda na wao? Kwa sababu kama ni rafiki ambao hajaokoka, tumesoma hapo mbeleni tena, kama ni rafiki hajaokoka, atakufunza ya upande huo mwingine. You will be corrupt. Faith yako haitakuwa imani yenye unaamini Mungu. So habits zenye utaanza kuiga ni za kiufalme, ufalme huo mwingine. Tumuige Mungu, tukae na watu ambao wanatuelekeza mambo ya mbinguni, na tukaweze kuwa na huo mfano wa watu ambao wanaenda mbinguni. Hallelujah. Praise Jesus. 2 Corinthians 6 verse 14 and verse 15 inasema nini? Do not be unequally yoked together with unbelievers. Tumeonywa na neno la Mungu, tusiunganishwe na watu ambao hawajaamini Mungu. Ni neno la Mungu, sio mimi. Kwa hivyo ni jukumu lako wewe mwenyewe Mkristo umeokoka, ukajue ni rafiki mgani atakuwa rafiki yako ama mtatembea na yeye. Maandiko imekukataza kama wewe ni believer ambaye umemwamini Mungu, hauunganishwi, haufai kuunganishwa na non-believer, na mtu ambaye hajaokoka. 2 Corinthians 6:14. Do not be unequally yoked together with unbeliever. For what fellowship has righteousness with lawlessness? Watu ambao ni watakatifu watakuwa pamoja aje na watu sio watakatifu? Praise God. Ni neno linauliza hivyo, ni neno la Mungu. Ushirika mgani utakaoshirikiana na watu ambao si watakatifu? Praise God. Mungu atusaidie sana tukajielewe ili tukakomae kiroho. Hallelujah. And what communion has light with darkness? Neno la Mungu linauliza, ushirika mgani nuru na giza? Nuru na giza kuna ushirikiano, kuna uhusiano. Kila kitu kinaondokea kingine. Mwangaza, giza ikiingia, mwangaza anaondoka. Giza akiondoka, mwangaza anarejea. Kwa nini hawashanganyikani?
Tukue na nusu mchana na nusu usiku. Haleluya. Nuru na giza hasiambatani. Kwa hivyo wewe ujue kama wewe ni mwana wa nuru, wewe ni mwana wa giza. Kwa sababu giza na nuru hasiambatani. Ukiwa katika watu ambao wako kwenye nuru na wewe uko na giza, utakaa pale? Hauwezi ukakaa pale. Na wewe mwenye uko na mwangaza, wewe ni mwana wa nuru. Kwa giza hauwezi fit. Utakaa aje kwa giza? Huwezi. Kwa hivyo ni mwangaza kwa mwangaza. Giza naye ikae kwenye giza. Praise Jesus. Tutamani kukomaa kiroho wapendwa. We grow spiritually. Ili tukakae kulingana na mapenzi ya Mungu. Verse 15. And what accord has Christ with Belial? Or what part has a believer with unbeliever? Neno la Mungu linauliza hivyo, si mimi. Ni wakati wetu wa Kristo wapenda. Tutamani tukomae kiroho. Ili naye Mungu akatufunulia yaliyo mbinguni, yaliyo ya sirini mwake. Tukayafahamu, tukayajui, kwa sababu amesema atatufunulia yale ambayo hatuyajui. Praise Jesus. May God help us. Tutamani tu tukomae. Tusiishi tu mahali pale tuliokoka, hatukomae, hatupandi, hatusongi. Tuko tu vile tulikuwa last year. Hatufai kuwa vile tulikuwa Januari. Tunafaa kuwa tume upgrade, tumekomaa, tumeendaenda kidogo, tumepanda. Praise Jesus. Tukomae kiroho. Hallelujah. Mungu atusaidie sana. Ni wakati wetu tukaweze kuchagua fellowship, ushirika, uhusiano. Mnashirikiana na kina nani ambao wewe umemjua Mungu? Ushirika, company, unatembea na kina nani? Marafiki zako ni kina nani? Wanakuelekeza mbinguni ama wanakupeleka kwenye giza? Ni wewe mwenyewe ujichagulie kutamani kujua ya mbinguni. Jichagulie wewe mwenyewe ukakomae, usikae pale tu uliokoka. Washa neno likajae ndani yako ili ukaweze kumjua Mungu zaidi kupitia neno lake. Ni kwa sababu hautamjua Mungu zaidi kama hujasoma neno lake. Tutamjua Mungu kupitia neno lake, na dipoza litatuongoza tukaweze kukaa jinsi anavyotaka. Praise God. Ni jukumu langu mimi na wewe tujiulize, tangu nimeokoka neno limenibadilisha? Kuna mahali limenifikisha? Na tangu nimjue Mungu kuna mabadiliko ndani yangu ambayo itaonyesha mwenye hajaokoka limenibadilisha? Praise God. Tukaweze kuwa barua itakayosomeka na wale hawajaokoka. Kama tutakuwa na ushirika na watu wa ulimwengu, hatutawafutia katika ufalme wa mbinguni. Lazima tukue watu wa nuru, watu wa mwangaza. Kama ni rafiki alikuwa wa ulimwengu ule mwingine wakati hujaokoka, wachana na yeye, hakuna mahali atakupeleka. Kama hata tamani kufuka kwenye huko, urafiki huo mwingine ni wa kazi gani? Hakuna. Ni wa kukutoa katika njia za Mungu. Omba Mungu akupatie the right people ambao mtaenda safari moja, ambao mtaelimishana neno la Mungu, ambao mtajengana, mtainuana katika upendo, katika imani. Praise God. Bwana akatusaidie. Hallelujah. Nasikia tu kae na hilo neno. Kila mtu ajiulize ile level ako spiritual, kama angetaka kusonga ama anataka mahali tu ako. Kwa sababu tuliokoka na tumeokoka na tukakaa tu, hatutaki kukua zaidi. Kwa sababu tumekaa comfortably sasa tuliokoka. But kuna mambo inafaa tuangalie. Spirituality.
Jiulize spirituality yako imefika wapi? Umefika wapi? Kiwango gani uko nacho katika kiroho? Kuna mambo unaonanga zaidi katika ulimwengu wa kiroho. Kama haujafika kuonyeshwa mambo ya asilini mwa Mungu, bado hujakomaa. Tutamani tukomae tukaweze kuyajua hayo yaliyo sirini mwa Mungu. Tutamani tu. Kwa sababu Mungu wetu ni Mungu mwema. Na ametuambia tumuite, atatuitika. Na atatufunulia hayo yaliyo sirini. Kwa nini tusiyajue basi? Kwa hivyo ni sisi tumekataa kuyajua kwa sababu hatutaki kukomaa. Praise God. Tukomae, tutamani kukomaa kiroho. Na tuodoe hizi vitu zote ambazo zinatuzuia kukomaa. Na tumejua ni vitu gani ambao zinatuzuia tukomae kiroho. Na tumeambiwa mambo matatu kwanza. Love, faith and hope. Hiyo ikae ndani yako ili ukaweze kuenenda na Mungu. Cha pili ni maombi. Ukuwe mtu wa maombi na mtu wa neno. Ukishikanisha hizo zote, ya mbinguni utayajua. Mungu atakuwa anakufunulia na kufishuria. Unayajua. Praise God. May God help us tukomae kiroho. Hallelujah. Washeni tukaombe. Tufikishe hapa siku ya leo. Baba mfalme wa wafalme, tunakushukuru tena ni kwa sababu umekuwa Mungu mwema. Umekuwa tumaini letu na umekuwa tegemeo letu. Tunakushukuru Ebeneza ni kwa sababu umetuambia ya kwamba tukuite nayo utatuitika. Na utatufunulia yaliyo sirini mwako Bwana. Ukatutie nguvu ili tukaweze kuweka tumaini letu kwako. Tukaweze kuwa na upendo na tukaweze kukujua zaidi. Tukaweze kuwa watu wa nuru ili Bwana tukaweze kuenenda safari pamoja na wewe. Asante ni kwa sababu unatupenda na ndio maana umetuambia tukatamani tukaweze kukujua zaidi. Asante ni kwa sababu wewe ni mweza. Tutie nguvu Baba katika hii maisha ya Kristo mfalme. Asante ni kwa sababu wewe unaweza. Uinuliwe na umijue maana wewe ni Mungu tumaini letu. Pokea sifa na utukufu na ni katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Amen. God bless you as we grow spiritually. Hallelujah.